kupitia mfumo wake wa viwango vya miaka mitano, yani CAF 5 years ranking, inaainisha nchi ambazo zinapata nafasi ya kupeleka wawakilishi wanne kwenye mashindano ya vilabu Afrika. Maana yake ni kwamba nchi hizo zinapeleka timu mbili kwenye CAF Champions League na timu mbili kwenye CAF Confederation. Na hapa ndipo habari inapokuwa tamu zaidi kwa mashabiki wa Tanzania. Tanzania ipo kwenye orodha ya nchi 12. Hii si habari ndogo. Hii inaonyesha kuwa klabu zetu zimeanza kuheshimika Afrika. Simba, Yanga, Azam na timu nyingine zinazofanya vizuri ndani ya ligi sasa zina nafasi kubwa zaidi ya kuwakilisha nchi kimataifa. Kwa hiyo leo tunaenda kuangalia nchi hizo 12, klabu zinazoweza kuwakilisha, na hasa tutatazama kwa undani nafasi ya Tanzania, umuhimu wake na maana yake kwa maendeleo ya soka letu. Kabla hatujaendelea, kama wewe ni mpenzi wa soka Afrika, shabiki wa Simba, Yanga au Azam, usisahau kusubscribe channel yetu tuweze kwenda pamoja. Kwanza, CAF 5 years ranking ni mfumo unaotumika kupima ubora wa nchi na klabu zake kulingana na matokeo ya klabu hizo kwenye mashindano ya CAF kwa kipindi cha miaka mitano. Kwa lugha rahisi, CAF inaangalia klabu za nchi fulani zimefanya nini kwenye CAF Champions League na CAF Confederation Cup. Je, zimefika hatua ya makundi, zimefika robo finali, zimefika nusu finali au finali yenyewe. Kadiri klabu zinavyofanya vizuri ndivyo nchi inavyopata pointi nyingi zaidi, na nchi yenye pointi nyingi inaenda kupanda kwenye ranking za CAF. Hii ndio sababu nchi kama Misri, Morocco, Algeria, South Africa pamoja na Tunisia zimekuwa zikitawala kwa muda mrefu sana, kwa sababu klabu zao zimekuwa zikifika mbali kwenye mashindano ya Afrika. Lakini kwa sasa Tanzania imeingia kwenye mazungumzo makubwa. Hii ni kutokana na mwenendo mzuri wa klabu zetu, hasa Simba na Yanga ambazo kwa misimu ya hivi karibuni zimekuwa zikifika hatua za juu kwenye mashindano ya CAF. Hivyo nafasi 4 si zawadi tu ya bure, ni matokeo ya kazi ambayo imefanywa na vilabu vyetu vya Simba na Yanga. Kwa mujibu wa ranking hii kuna nchi 12 ambazo zinastahili kupeleka wawakilishi wanne kwenye mashindano ya vilabu Afrika. Nchi hizi zinapata nafasi 2 kwenye CAF Champions League pamoja na CAF Confederation Cup. Hizo nchi ni kama Misri, Morocco, Algeria, South Africa, Tunisia, Tanzania, Angola, DR Congo, Sudani, Mali, Ivory Coast pamoja na Nigeria. Hizi ndizo nchi ambazo kwa sasa zinaonekana kuwa na nguvu kubwa kwenye soka la Afrika. Ukitazama vizuri utaona nyingi kati ya nchi hizo zina historia kubwa sana kwenye mashindano ya CAF. Misri wana timu kama Al Ahly na Zamalek. Morocco wana Wydad pamoja na Raja Casablanca, lakini pia wana RS Berkane pamoja na AS FAR. South Africa wao wana Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates, Kaizer Chiefs na Stellenbosch. Tunisia wana Esperance, Club Africain, CS Sfaxien na US Monastir. Hizi ni nchi ambazo zimewekeza sana kwenye soka la Afrika. Lakini kwa sasa Tanzania pia na sisi tuko vizuri, hatuko nyuma. Tanzania kupata hizi nafasi, je, ina maana gani kwa sisi kama Watanzania? Kwanza, inaongeza nafasi ya klabu nyingi kupata uzoefu wa kimataifa. Timu zinapocheza CAF, wachezaji wanakutana na viwango tofauti vya ushindani, wanajifunza kucheza dhidi ya timu zenye kasi, nguvu, mbinu na uzoefu mkubwa. Pia inaongeza thamani ya ligi yetu. Ligi yenye timu nyingi zinazoshiriki kimataifa inakuwa na mvuto mkubwa zaidi. Wadhamini wanaanza kuona thamani, mashabiki wanafuatilia zaidi, na hata wachezaji wa nje wanatamani kuja kucheza ili waweze kucheza michezo ya kimataifa. Pia inaongeza mapato ya klabu. Mashindano ya CAF yanaweza kuongeza mapato kupitia haki za matangazo, udhamini, mauzo ya jezi, tiketi pamoja na kuongeza umaarufu wa klabu yenyewe. Pia inaongeza ushindani wa ndani kwa sababu timu zinajua nafasi 4 zipo. Kila klabu itapambana zaidi kwenye ligi na mashindano ya ndani ili kuweza kupata hizo nafasi. Changamoto kwa klabu za Tanzania katika hiyo mashindano ya kimataifa, mara nyingi changamoto ya kwanza inaonekana ni kuhakikisha ubora wa vikosi. CAF sio sehemu ya majaribio. Timu lazima iwe na wachezaji wa kutosha kwenye kila nafasi. Benchi la ufundi lazima liwe pana kwa sababu mashindano yanahitaji kubalance timu unavyokuwa unacheza mechi za ndani pamoja na mechi za kimataifa. Kwa hiyo lazima uweze kuwa na kikosi kipana ambacho utaweza kubalance michezo yako ili uweze kufanya vizuri katika michezo ya ndani pamoja na michezo ya nje.